Katika maisha lazima tutambue kwamba kuna vipindi viwili. Kuna kipindi cha mafanikio na kipindi cha maanguko. Lakini ukweli ni kwamba kipindi cha maanguko ni kipindi cha changamoto ambacho lengo lake ni kukuimarisha na kukupa uzoefu mbele ya safari ya mafanikio. Ipo mifano mingi sana. Na kipindi cha maanguko kinaweza kuwa katika levo ya familia, levo ya mtu mmoja binafsi, lakini pia hata levo ya kitaifa. Kwa mfano, katika levo ya kitaifa, ukichukulia nchi kama ya Japan, mwishoni mwa vita vya pili vya dunia mwaka 1945 ilipita katika kipindi cha maanguko, hali ambapo miji yake miwili Hiroshima na Nagasaki ilipigwa mabomu ya atomiki. Lakini Wajapani badala ya kuanza kulalamika na kukata tamaa, wao waliona ni kama fursa. Wakajiuliza, tumefikafikaje hapa? Kwa nini miji yetu imeharibika vibaya? Wakawa na sababu nyingi, lakini moja ya sababu ambazo waliziona ikiwa ni pamoja na katiba. Ndipo wakaamua kubadilisha katiba yao, na mpaka sasa ukisoma katiba ya Japan, ibara ya 9 inasema hakuna vita. Kama kutakuwa na mzozo, lazima utatuliwe katika njia ya maelewano na wala sio kutumia nguvu za kijeshi. Lakini pia wakawekeza zaidi katika ubunifu, elimu ya sayansi na teknolojia, na matokeo yake ilipofika mwaka 1950 vita vya Korea Kaskazini na Korea Kusini vilipoanza kupiganwa, wao tayari walikuwa na vifaa vya kisasa, walikuwa na teknolojia ya hali ya juu, ikawasaidia kuuza teknolojia yao, kuuza vifaa vya kivita, na ikawa miujiza wa kukuza uchumi maradufu wa Japani. Hivyo basi, kutokana na anguko la Japani, kwao waliona ni fursa. Lakini ukichukua mfano wa pili, nchi kama Marekani, mwaka 1929 mpaka 1933 ilipata anguko kubwa sana la kiuchumi, na wanahistoria wakaliita Great Economic Depression. Marekani haikuona kwamba hili ni anguko, wao waliona ni fursa. Waliona ni fursa, wakaona huu ni wakati wa kutafuta kiongozi ambaye atatusaidia kutoka kwenye hii hali ngumu. Wakamchukua Franklin Delano Roosevelt ambaye alikuwa anaumwa polio toka mwaka 1921. Wakampa nafasi ya urais, akaja na sera ya New Deal, akawaambia wana Marekani, tunapopita katika anguko hili la uchumi, hatupaswi kuogopa chochote, cha kuogopa ni woga wenyewe. Akaja na mageuzi makubwa ndani ya serikali. Mabenki yalikuwa yamefungwa, viwanda vilikuwa vimefungwa, akavifufua, mabenki akayafufua. Alipomaliza muhula wake wa kwanza, wakamwongeza muhula wa pili. Alipomaliza muhula wa pili wa urais, wakamwongeza muhula wa 3, mpaka ameondoka kwenye nafasi ya urais, Marekani ikiwa nchi ya kwanza ya kibepari duniani.